mimi na wewe sote tumefanywa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe analithibitisha hili kwamba ametufanya kwa sura na mfano wake. Naomba leo tujadili kuhusu hii sura na huu mfano ambao Mwenyezi Mungu ametufananisha na yeye, kwamba mimi na wewe tunafananaje na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni kweli kwamba mimi na wewe tunafanana na Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye mwenyewe aliyetuumba amelisema hili katika kile kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26 hadi wa 27. Mwenyezi Mungu anazungumza mwenyewe, anasema tukianza na kitabu cha na mstari wa 26 anasema, kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa duniani yote, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Basi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Basi Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo kwa mfano wake Mungu anamuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mimi na wewe wote tumeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa kuna utata mwingi sana katika maarifa haya. Jambo hili, sura hii na mfano huu limekuwa ni miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaibua changamoto katika ufahamu wetu juu ya jinsi gani sisi wanadamu tunafanana na Mwenyezi Mungu. Unaweza usiwe wewe, anaweza kuwa mtu mwingine, pengine labda unaweza kuwa unaelewa, lakini anaweza kuwa mtu mwingine. Lakini sasa kama Wakristo, kwa sababu wajibu wetu ni kuhubiri Injili, kufundishana, sio tu kazi ya mapadri, sio tu kazi ya wachungaji, sio tu kazi hata wewe mwenye uelewa ambaye umepata kuelewa maandiko matakatifu, unaweza ukasaidia katika kuelezea habari za Mwenyezi Mungu ili kupunguza huo utata na huo mgogoro wa kifikra ulio wa kiufahamu ambao watu wengi wanakuwa nao pale wanapokosa majibu sahihi ya mafumbo haya. Fumbo hili linaweza likaibua maswali mengi sasa kwamba je, Mungu ana jinsia? Kama anafanana na sisi, kwa yeye ni mwanamume au yeye ni mwanamke? Hilo inaweza ikawa changamoto pia ya kifikra, ya kiufahamu. Lakini changamoto nyingine ya kiufahamu inaweza ikawa kwamba tupo watu wa aina tofauti tofauti. Wapo wafupi, wapo warefu, wapo walemavu, wapo hawa waliokamilika. Sasa je, Mungu anafanana nani kati ya hawa? Kama sisi sote tunafanana na Mwenyezi Mungu, kwa nini awepo mfupi? Kwa nini awepo mlemavu? Kwa nini awepo mrefu? Kwa nini awepo mwenye mapungufu fulani? Vivyo hivyo mtu mwingine anaweza akaibua zaidi changamoto, akaenda mbali akasema, kwa nini wapo watu wa Asia, wapo watu wa Ulaya weupe, sisi wengine weusi, wapo Waarabu, wapo wa aina fulani? Sasa Mungu anafanana nani kati ya hao? Je, Mungu ni mzungu au Mungu ni mweusi? Kwa yote haya ni changamoto za kawaida kifikra, lakini katika akili, katika afya ya akili zinaweza zikapata majibu yasiyokuwa sahihi, na zikapata mtu aliyepata majibu yasiyo sahihi akapata changamoto katika kuelewa maandiko matakatifu. Kwa sio vizuri kumwacha mtu akawa na mgogoro wa namna hiyo katika ufahamu wake juu ya habari za Mwenyezi Mungu. Ni jambo jema ni kuondoa mgogoro huo katika ufahamu. Sasa leo nataka nikupe majibu ya jinsi gani sisi tunafanana na Mwenyezi Mungu. Kwanza, maandiko matakatifu, ukisoma ule mstari Mwanzo moja ule mstari wa 27, Mungu anasema, na kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa kwamba habari ya jinsia, kwamba Mungu ana jinsia gani, Mungu ni mwanamume au Mungu ni mwanamke, basi Mungu anatujibu wazi wazi. Biblia inatujibu wazi wazi kwamba kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Haijasema kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume au kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamke. Kumbe kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo kumbe habari ya jinsia, Mungu ana jinsia gani, maandiko matakatifu yanatujibu wazi kwamba Mungu hana jinsia, kwa sababu alifanana nao wote. Alifanana huyu mwanamume, alifanana huyu mwanamke. Sasa tunakuja tunafananaje na Mungu? Jibu ni moja tu, kwamba ipo sura. Kwanza lazima tukubali kwamba Mungu sio kiumbe katika mwili. Hilo ni jambo la kwanza. Wakati tunajadili sura ya Mwenyezi Mungu, lazima tujue kwamba Mungu si kiumbe katika mwili, bali Mungu ni roho. Si kiumbe katika mwili.
bali Mungu ni roho. Kwa hiyo kwa maana hiyo Mungu hatawaliwi na hali za kimwili. Kwa tunapomjadili Mwenyezi Mungu ni nani, lazima kwanza tumuondolee muonekano wa kimwili. Tusimjadili katika mwili. Kwa sababu sisi tuna mwili huu, kwa sababu kila kiungo katika mwili wetu kina kazi yake. Wewe unayesema ni mwanamke au huyu anayesema ni mwanamume, ni mwanaume kwa sababu ya maumbile yake, na wewe ni mwanamke kwa sababu ya maumbile yako, na yana kazi yake kibiolojia na kimazingira, yana maana yake, na kiutamaduni yana maana yake. Kwa sisi tunadhibitiwa katika mwili. Sisi ni viumbe katika mwili, na ndio maana tunadhibitiwa katika mwili, katika hali za mwili, na ndio maana tuna maumbile haya na mionekano hii ya kimwili ili tuweze kudhibiti mazingira yetu na tuweze kudhibiti hali zetu za kimwili ambazo Mungu hadhibitiwi katika mazingira ya mwilini. Na ndio maana yeye anaishi katika maisha ya rohoni, mazingira ya rohoni. Kwa hiyo yeye hahitaji haya mambo mengine kama yetu, kwa sababu yeye hatawaliki katika mwili. Yeye si kiumbe katika mwili. Kwa hiyo Mungu ni roho. Si mimi ninayesema kwamba Mungu ni roho, isipokuwa mwanaye mwenyewe Yesu Kristo. Ukisoma katika Injili ya Yohane Yohane 4 ule mstari wa 24, Yesu Kristo mwenyewe anathibitisha kwamba Mungu ni roho. Tena anasema wazi wazi kwamba Mungu ni roho. Tasoma kwa faida yako ili tusijadili mambo haya kwa mazoea. Anasema Yesu Kristo katika Yohane 4 ule mstari wa 24, mstari wa Injili ya Yohane, nichanganye kidogo nienda kwa Yohane walaka, lakini Injili ya Yohane 4 ule mstari wa 24 anasema Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na kweli. Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu katika roho na kweli. Yesu Kristo anatujibu Mungu sio mwili, Mungu ni roho. Kwa hiyo sasa twende kwenye majadiliano ambayo nataka niyaweke hapa, tujadiliane vizuri kwamba sasa kama tuliambiwa sisi tunafanana kwa sura na mfano wake, na sisi sura zetu tunazijua zilivyo na mifano yetu tunaijua ilivyo, hii sura inayomaanishwa katika maandiko matakatifu ni sura ipi? Kumbe sura inayomaanishwa katika maandiko matakatifu wala sio mikono, wala sio miguu, wala sio pua, wala sio mdomo, wala sio macho, wala sio nini, wala sio utanashati, wala sio kitu chochote. Sura inayomaanishwa na Mwenyezi Mungu ni upendo. Na huu ndio mfanano wetu. Na huu ndio mfano wetu na Mwenyezi Mungu. Na hii ndio jinsi tunavyofananishwa na Mwenyezi Mungu, kwa jinsi ya upendo. Kwa Mwenyezi Mungu haishi tu kutuumba, bali anatuumba na anaweka upendo ndani yetu. Katika roho zetu anaweka upendo rohoni mwetu, kwamba tuweze kufanana naye, kwa sababu yeye ni roho iliyojaa utukufu, iliyojaa utakatifu, iliyojaa upendo, iliyojaa huruma, iliyojaa uvumilivu, iliyojaa ustahimilivu. Matendo haya mazuri ya pendo. Yeye Mungu mwenyewe ni pendo, kwa sababu pendo ni huruma, pendo ni uvumilivu, pendo ni ustahimilivu, pendo ni nguvu, pendo ni uimara. Sasa Mungu anaamua kumfanya mwanadamu na anamfananisha na yeye, anamfanya mwanadamu kwa sura yake, anamwekea mwanadamu pendo lile ambalo ndio umungu wenyewe. Kwa mwanadamu haishi tu kuwa mwanadamu, bali anawekewa umungu ndani yake. Umungu ni hali ya upendo. Umungu ni upendo. Kwa hiyo huu umungu unawekwa ndani ya wanadamu. Mungu ndio maana anasema tufanye mtu kwa sura na upendo tu. Na ndio maana sasa tunarudi kwenye maswali magumu kwamba hata uwe mlemavu, kama mlivyozani wengine kwamba kwa sasa mlemavu anafananaje na Mwenyezi Mungu. Hata uwe mlemavu, unayo roho, unao upendo. Hata uwe mzungu, uwe Mwafrika, uwe Mwarabu, bado wote sisi wote tunatawalika katika roho, tunatawalika katika upendo. Huo ndio mfanano wetu na Mungu. Upendo ule ule ulio na Mwafrika ndio upendo huo huo utakao kuwa na mzungu. Ndio upendo huo utakao kuwa na Mwarabu. Upendo huo ulio na wewe uliyekamilika ndio upendo huo ulio na mlemavu. Upendo alio nao mrefu ndio upendo alio nayo mfupi. Kwa hiyo maumbile yetu
kwa sababu tunatawalika katika mwili. Maumbile yetu hayahusiani na sura ya Mwenyezi Mungu iliyo ndani yetu. Hakuna mahala kuna upendo wa wafupi na kuna upendo wa warefu. Kuna upendo wa Waarabu, kuna upendo wa Afrika, kuna upendo wa wazungu. Upendo ni upendo kwa sababu upendo ni Mungu mwenyewe. Na hiyo ndio sura yetu moja, tunafanana katika hilo. Upendo nilionao mimi ndio upendo ulionao wewe. Ndio sura ya Mwenyezi Mungu ndani yetu. Hakuna sura nyingine tuliyowekewa. Kwa hiyo na ukitaka kujua kwamba Mungu ni pendo, Yohane, tusome kitabu cha Yohane 1 wakati hatujaendelea. Yohane 1 anasemaje kuhusu Mungu mwenyewe? Yohane 1:4. Yohane 1:4 tusome kuanzia mstari wa 7. Yohane 1. Hii ni barua ya kwanza ya Yohane. Barua ya kwanza ya Yohane aya ya 4 ule mstari wa 7 anasema, wapenzi wangu tupendane, maana upendo hutoka kwa Mungu. Kila mtu aliye na upendo ni mtoto wa Mungu na anamjua Mungu. Mtu asiye na upendo hamjui Mungu, maana Mungu ni upendo. Maana Mungu ni upendo. Anasitiza, anasema kabisa kwamba Mungu maana Mungu ni upendo, kwamba mtu asiye na upendo hamjui Mungu, maana Mungu ni upendo, na mtu mwenye upendo anamjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Kwa chakula cha kwanza ambacho Mkristo anapaswa kuwa nacho ni kuwa na upendo. Kwa maana ukishakuwa na upendo ndani yako, unaye Mungu. Na hata mtu tunamtambua kwamba ana Mungu kwa kuangalia upendo wake katika matendo yake. Upendo ni Mungu mwenyewe. Na kwa jinsi hiyo hiyo ya upendo, ndio hiyo jinsi ambayo Mungu alimtoa mwanaye wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa jinsi ya upendo. Ndio maana nikasema upendo ni uvumilivu, upendo ni ustahimilivu, upendo ni majitoleo, upendo ni huruma. Kwa hiyo sura ambayo Mwenyezi Mungu ametufanyia sisi akaiweka kwetu ni upendo. Na huo ndio mfanano pekee wa mwanadamu na Mungu. Kama hauna upendo, basi wewe haumjui Mungu na haufanani naye. Na ndio maana hata muovu ili akuondolee umungu ulio ndani yako, kwa sababu akishakuondolea umungu anaweza kushinda, anakuondolea upendo. Anakupandikiza chuki, anakupandikiza hasira, anakupandikiza majigambo, anakupandikiza majivuno, anakupandikiza sifa, anakupandikiza magomvi. Haya yote, anakupandikiza visasi. Haya yote akishaingia rohoni mwako, hii sio sura ya Mungu. Hii sasa ndiyo sura ya muovu mwenyewe. Anakuwekea na yeye sura yake. Kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anakuwekea sura yake ndani yako, anakuwekea sura yake na mfano wake, anakufananisha na yeye kwa kuwekea pendo, ndivyo jinsi hivyo Shetani na yeye anakuwekea sura yake. Sura yake ni nini? Anakuwekea chuki, anakuwekea hasira, anakuwekea wivu, anakuwekea uvivu, mambo kama hayo. Hayo ndio sura ya huyo muovu. Na yoyote anayeweza akayashika haya ataenenda katika uovu tu. Lakini yule anaweza akalishika pendo ataenenda katika Mungu, kwa maana huyo atakuwa na Mungu mwenyewe na atakuwa anamjua Mungu. Na ndio maana tunafananishwa kwa jinsi hiyo. Lakini ukisoma tena Yohane hiyo waraka wa kwanza wa Yohane 4, tusome tena 4:16. Anasema nini? Anasema, basi sisi tunajua na tunaamini upendo alionao Mungu kwetu sisi. Mungu ni pendo, ni upendo, na kila mtu aishie katika upendo anaishi katika muungano wa Mungu, na Mungu anaishi katika muungano naye. Kwa mtu yoyote aishie katika upendo anaishi katika, ni familia ya Mwenyezi Mungu, ni sura na ni mfano wa Mungu, na huyu mtu anaishi ndani ya Mungu na Mungu anaishi ndani yake. Mtu anayepokea pendo. Na ndio maana sisi wa Kristo, kwa sababu Kristo mwenyewe ni pendo, tunampokea Kristo, na ndio maana yeye mwenyewe anathibitisha kwamba yoyote akaaye ndani yangu
na mimi ninakaa ndani yake. Na Kristo anatuonyesha kwamba anayekaa ndani ya Kristo, kwa kuwa Mungu anakaa ndani ya Kristo, basi mtu huyo Mungu naye anakaa ndani yake. Kwa jinsi gani? Ya upendo. Yesu Kristo mwenyewe anatuachia amri kuu, pendaneni kama jinsi mimi nilivyowapenda ninyi. Pendaneni, 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 pendaneni. Mahubiri yake yote yanazungumzia upendo. Pendaneni, pendaneni, vumilianeni, sameheaneni. Upendo tu muda wote. Maandiko matakatifu yanazungumza juu ya upendo kila pahala. Huruma kila pahala. Maana yake nini? Kumbe ndiye Mungu, ndio sura ya Mungu inayozungumzwa. Ndiye Mungu mwenyewe, ndio jinsi anavyoonekana. Kwa hiyo katika roho Mungu tunamuona kwa jinsi gani? Katika roho Mungu tunamuona kwa njia ya upendo. Hakuna namna nyingine tunavyomuona. Tunamuona kwa njia ya upendo peke yake. Kwa hiyo leo nitaka nikufunulie kwamba Mwenyezi Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, Mwenyezi Mungu anamaanisha kwamba na tumfanye mtu kwa pendo letu. Jinsi tulivyo na upendo, ndio upendo huo tuweke, tuupandikize ndani yake. Kumbe mwanadamu anayemjua Mungu, Mkristo anayemjua Mungu, huyu anatawaliwa na upendo. Na mwanadamu anayemjua muovu, huyu anatawaliwa na sura nyingine, chuki, wivu, hasira. Ukiona una hasira moyoni mwako, una chuki, huwezi kuvumilia, huwezi kuhimili matatizo, huwezi kuwa na subira, huwezi kuwa na uvumilivu, huwezi kuwa na staha, huwezi kuwa na huruma, basi jua wewe umepoteza sura ya Mungu, umemweka Mungu mbali yako. Lazima roho yako itawaliwe na huruma, lazima roho yako itawaliwe na upendo. Ikishatawaliwa na upendo, maana yake kwamba kumbe ni kipimo kuwa Mungu yu ndani yangu. Ni kipimo kizuri kwamba sasa nafanana na Mungu. Lakini ukiona roho yako haitawaliwi na hayo, wewe ukiamka asubuhi ni mwenye chuki, wewe ukiamka asubuhi ni mwenye hasira, wewe ukiamka asubuhi ni mwenye wivu tu, basi unatakiwa ujue roho yako inatawaliwa na muovu, wala hufanani na Mungu. Hiyo ndio tofauti yetu sasa. Hiyo ndio sura na huo ndio mfano wa Mungu. Upendo uliowekwa mioyoni mwetu, huruma iliyowekwa mioyoni mwetu, huo ndio Mungu wenyewe, na huo ndio mfano wetu na Mungu. Na tunapata kumuona Mungu kwa jinsi hiyo katika maisha yetu. Tunapata kumshuhudia Mungu kwa jinsi hiyo katika mioyo yetu, kwamba ninaye Kristo kweli. Imani yangu sasa imekuwa ninaye Kristo, ninaye Mungu. Utajuaje? Jinsi pendo linavyostawi moyoni mwako. Kadri upendo unavyostawi moyoni mwako, ndio kadri ambavyo imani yako inakusaidia. Kwa maana hiyo kwamba ndio kadri unavyozidi kuwa karibu na Mungu na kufanana na Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe ni pendo, kama tulivyoambiwa na Yohane. Na mwenye upendo anaye Mungu, yuko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani yake. Lakini kadri unavyoona pendo linapotea moyoni mwako, unaanza kuingiwa na hali za hasira, hali za chuki, hali za wivu, hali za visasi, tamaa, kukosa uvumilivu. Maana yake umungu unafifia moyoni mwako, umungu unapotea moyoni mwako. Ile sura na mfano wa Mungu vinaondoka, vinakwenda mbali. Maana yake roho wa Mungu anaondoka na kukimbia. Ndio maana anayeanza kustawi sasa tena mwingine rohoni mwako, anaanza kustawi muovu, anaanza kustawi shetani, na ishara zake ndizo hizo. Chuki, unaamka tu na hasira, huelewi mtu hajakukosea wewe, umechukia tu. Wewe ni mtu wa migogoro, marumbano, hutaki kupatana kabisa. Watu walikwambia patana na fulani, unasema sitaki, sisamehi. Maana yake wewe unaanza kustawi sura ya muovu, unaanza kustawi ushetani, na utakayemtukuza katika namna hiyo ni shetani mwenyewe. Kwa maana katika upendo ndipo mahala ambapo Mungu anatukuzwa. Mtu anayeweza akamtukuza Mwenyezi Mungu ni yule ambaye ameshibishwa upendo. Huyo ndiye anaweza akamtukuza Mwenyezi Mungu. Hata anapoonekana mbele za watu wanasema hakika huyu anamjua Mungu, wanamwangalia katika hali zake za upendo. Mtu huyo utamwona ni mnyenyekevu, ni mstahimilivu, ni mwenye staha,
ni mwenye heshima, ni mwenye utii, ni mwenye uadilifu. Huyo mtu anamtukuza Mungu. Watu watasema huyu mtu ni mwadilifu sana. Maana yake anao Mungu ndani yake, anayo sura ya Mungu imeonekana kwa watu. Mungu ameonekana kwa watu, sura ya Mungu imeonekana kwa watu. Kwa sababu ya uadilifu wa mtu huyo, Mungu anapata kutukuzwa. Lakini kwa kukosa uadilifu, kukosa staha, kukosa utii, kuwa watu wa hasira, chuki na visasi, ukatili na mambo mengine kama hayo, maana yake tunakosa sura ya Mungu, tunafifisha ile sura ya Mungu na mfano wa Mungu ulio ndani yetu. Hata watu wanapotuona wanasema huyu mtu ni hatari sana, huyu ni shetani sana. Unaona, watu wanajua tu unafanana nani, kwa maana hiyo ndiyo sura ya huyo muovu. Kwa haijalishi wewe ni mlemavu, haijalishi wewe ni mweupe, haijalishi wewe ni mweusi, wewe ni mrefu, sura yako itajulikana tu ni ya nani. Sababu sura ya Mungu itajulikana. Hata uwe mlemavu, kama ni mlemavu mwenye roho mbaya, mwenye roho chafu isiyo na upendo na yako, utasema huyu ana roho mbaya, huyu ni shetani. Lakini yupo yule mlemavu na ulemavu wake, lakini ndani yake ipo sura ya Mwenyezi Mungu, anao upendo, anao utii, anao uadilifu, tunasema hakika huyu anamjua Mungu. Kwa hiyo leo nilitaka tujadili juu ya fumbo hili gumu ambalo watu wengi kulielewa linakuwa na utata. Watu wanataka kujaribu kumfananisha Mungu na jinsia, kutaka kumfananisha Mungu na vitu. Mimi Mungu ni mwanaume, unajua wanaume ndio mamlaka. Unajua hata Mungu ni mwanaume. Aliyekwambia Mungu anatawalika katika hali za kimwili nani? Mungu ni roho. Wewe ni mwanamume kwa sababu Mungu akitaka kuumba anaumba. Anasema tu na awe mtu. Lazima ujifunze alikuumbaje. Alikuumba kwa kuchukua tu udongo akaumba. Wewe ni mwanamume na jinsia ya kiume kwa sababu wewe unaendeleza kazi ya uumbaji. Viungo hivyo vina kazi katika mwili wako, ambayo kazi hiyo yako haifanani na kazi ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.